Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Historia ya maisha ya watakatifu tarehe 9 Mei. Mama Kanisa Mtakatifu anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Louise wa Marillac, Mtawa. Mtakatifu Louise alizaliwa mnamo mwaka 1592 tarehe ya 12 mwezi wa 8. Aliolewa na Bwana Anton Legras ambaye alikufa mnamo mwaka 1625. Baada ya kifo cha bwana wake, aliweka nadhiri ya kutoolewa tena na akamchagua Mtakatifu Visenti wa Paulo kuwa kiongozi wake wa kiroho. Mtakatifu Visenti alimuongoza katika utumishi wa fukara. Akamtuma katika vyama vya mabinti wa upendo ili avisimamie. Mtakatifu Louise wa Marillac, mtu mashuhuri katika historia ya upendo wa Kristo, anajulikana zaidi kwa jukumu lake kama mwanzilishi mwenza pamoja na Mtakatifu Visenti wa Paulo wa mabinti wa upendo. Maisha yake ni kielelezo wazi cha jinsi imani ya kina na matendo madhubuti yanaweza kuingiliana ili kujibu mahitaji ya maskini zaidi. Kujitolea kwake kuwahudumia maskini hakukuwa tu wajibu wa kimaadili, bali ilikuwa ni mwitikio wa upendo kwa wito wa kiinjili wa kumwona Kristo ndani ya wengine. Louise aliiga kanuni hii kupitia utunzaji wake wa moja kwa moja wa yatima, wagonjwa na wazee, na kuanzisha mfano wa upendo unaoendelea kutia moyo leo. Ushirikiano kati ya Louise wa Marillac na Mtakatifu Visenti wa Paulo iliashiria mabadiliko makubwa katika historia ya huduma ya kijamii ya Kikatoliki. Mtakatifu Louise wa Marillac alifariki mnamo mwaka 1660 tarehe ya 15 mwezi wa 3. Akatajwa kuwa mwenye heri mnamo mwaka 1920 tarehe ya 9 mwezi wa 5 na kutangazwa kuwa mtakatifu tarehe 11 mwezi wa 3 1934. Baba Mtakatifu Yohane wa 23 alimweka kuwa msimamizi wa wote wanaojishughulisha na kazi za ustawi wa jamii. Mtakatifu Louise wa Marillac anakuwa ni mfano bora wa matendo ya huruma, akishirikiana na Mtakatifu Visenti wa Paulo. Tumwombe Mungu kupitia mfano wa Mtakatifu Louise wa Marillac kujitoa kwa ajili ya kuwahudumia watu wenye uhitaji, hasa maskini na wasiojiweza. Mtakatifu Louise wa Marillac, utuombee.